Kama unataka kwenda Canada hii mwaka ya 2026, kuna sheria mpya ilitolewa. Sasa hii Canada inahitaji watu ambao wamesoma kiukweli sana, zaidi watu ambao kwa mambo ya afya, unaweza kuwa daktari ama nurse. Na pia wanahitaji mtu ambaye anaongea lugha iwe Kiingereza ama Kifaransa. Ya tatu, pia ikiwa labda umesoma ukapata cheti, jaribu kuchukua hiyo cheti unicertify kwa organization ambayo inahusika na kuchunguza makaratasi. Alafu isitoshe, kuna madocument kadhaa unatakiwa kuwa nazo. Kwa mfano, unatakiwa kwanza kuwa na job offer, yani kuwa tayari umepata kazi kutoka kwa employer huko Canada ambaye amekukubali, alafu anakupatia karatasi inaitwa job offer. Ukimaliza kupata hizo makaratasi zote na mengine mbalimbali, kwa mfano bank statement, chukua hizo karatasi zote, weka pamoja, enda kuapply. Baada ya kwenda kuapply, itakusaidia wakati ya interview kwa kumuonyesha huyo afisa wa immigration ya kwamba uko tayari umejiandaa vizuri sana, na wakati utafika Canada hautasumbuka sana. Lakini sasa unakuta watu wengine wanatafuta kuja Canada lakini hawajakuwa hata na kitu chochote. Sasa hii wanataka mtu ambaye amesoma zaidi, ambaye kuna experience pia ya mwaka mmoja kupanda. Ikiwa labda umesoma kuanzia high school, yani secondary na kupanda, hapo ni mzuri sana zaidi. Wanataka mtu kwa mambo ya afya, mambo pia ya transportation. Kwa mfano, kama wewe uko pilot ama uko na kazi yote, ujuzi yote ya mambo ya transportation au ya kiaskari, pia wanagusia hiyo. Na pia kama uko na ujuzi, kwa mfano carpentry, electricity, hizo pia ni muhimu lakini si sana. Pia wanataka watu ambao wamesoma zaidi na wako na experience kwa mambo ya management. Kwa mfano, ulikuwa manager mahali, sasa ukiapply Canada inahitaji mtu kama wewe. Lakini sasa hii mabadiliko tofauti na mabadiliko ingine, kwa sababu saa hii wanataka watu ambao wako na ujuzi ya mingi sana, lakini bado unaweza bahatika na kukubaliwa, sababu bahati ya pua sio ya mdomo. Jaribu na utanishukuru.